Hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa sisi. Nataka tuambie vijana hao kwamba sisi sio kama wao, na ndio maana wanatumika hovyo, wamekuwa wanaharakati hovyo, wanapigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo. Jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa sisi. Asilimia kubwa kwa sasa hata ambao tunajiita wacha Mungu, basi ni kama roho ya utu ndio imeondoka kabisa. Roho ya utu ndio imeondoka kabisa, ndio inazidi kufa. Kwa kadri tunavyosoma Biblia sana, binadamu ndio unazidi kuondoka. Je, ndio kwamba akina Joseph Nyuki kuimba kwamba aliye mbele yenu ni mchapakazi, nienda kampe kula, ndio? Je, sisi wananchi ambao labda tunasikiliza hizo nyimbo kwamba tukubaliane na yale ambayo baadhi ya watumishi wa hicho chama wanasema kwamba yatekelezwe na hakuna shida, kwa sababu tunasema kwamba aliye mbele yetu kampe kula, ndio? Jamii kuangalia chini yake anafanya nini? Na yeye ametoa kauli ambayo inaonyesha kukamsha hizo kauli kwamba yeye hakuamini atamke kauli kama hizo, au yeye akubaliana na kauli kama hizo alizotamka watu wake wa chini, wafanyakazi wake wa chini, watendaji wake. Kwa sababu kuna mmoja alisema kwamba kikosi cha chinja yeye ndiye aliyekuwa anakiongoza. Kuna kinatulia alisema kwamba yeyote atakayesema vibaya, atakayekosoa yoyote kwa namna yoyote asiachwe, mfanyeni chochote. Je, kauli kama hizo tukubaliana kwamba aliye mbele yetu ni aendelee tu kuwepo? Kwa sababu kauli kama hizi kama zingekuwa haziko sawa, kwa yeye kama anaona kwamba haziko sawa, itakiwa angekanusha. Lakini bado hapo viongozi wa UVCCM alisema hawa tukiwapoteza askari msiwatafute. Huyo ndo tukampe kula, ndio? Kwamba hakuna shida, endelee tu kufanya hivyo. Najaribu kujiuliza kwamba sijajua haya maandiko labda sisi tunakuwa tunayaweka wapi. Maandiko tunakuwa tunayaweka wapi ambayo anasema kwamba watulizeni mioyo. Watulizeni mioyo asema Mungu wenu. Maandiko katika kitabu cha Isaya sura 40 kuanzia mstari wa kwanza anasema kwamba watulizeni mioyo watu wangu asema Mungu wenu. Watulizeni mioyo watu wangu asema Mungu wenu. Yaani ambaye ni mcha Mungu, wewe ndiye utakiwa kwamba ungekuwa sababu ya watu kutulia mioyo. Je, hao waliotekwa unawaambia nini? Na unawaambia kwamba tukampe kula, ndio, wakati hajatamka chochote kwa watu waliotekwa na watu wanazidi kuuawa, wanazidi kupotezwa. Na wanasema ni mchapakazi kwa sababu ya matendo yanayoendelea haya, au kwa sababu tu wewe uko salama? Kwa sababu sitarajie tu kwamba siku zote utakuwa salama, kwa sababu unajua tu kwamba maisha yani ni mzunguko. Yaani usubiri tu kwamba malipo ya kuja kulipa baada ya kufa. Hapana, malipo muda mwingine ni hapa tu duniani, hapa. Hutaamini utakalokukuta, na wewe unaweza kusema kwamba labda kwa sababu labda yupo kwenye chama mtu ambaye anataka kumsifia, anataka kumpongeza, kuna siku atakuepo. Ndipo utajua kwamba Bwana asipoulinda mji akeshayafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji akeshayafanya kazi bure. Utaona uko salama kweli. Sasa Joseph Nyuki unaimba hizo nyimbo kama aliye mbele ni mchapakazi, hatukatai, huenda kweli mchapakazi kwa mtazamo wako, lakini ucha Mungu tu kabisa. Wewe unatakiwa kwamba ungekuwa mtetezi wa watu ambao wanalia, kwa sababu watu wanatekwa, watu wamepotezwa, akina Mdude wamepotezwa, akina Injili Geuzao leo wamepotezwa, hatujui wako wapi. Bado viongozi wa hicho chama wanasema watu hao tukiwapoteza msiwatafute. Wanakufa hivyo vya hovyo kwa sababu wanafanya vitu vya hovyo. Wakati ukiangalia watu ni kama ndio wacha Mungu kuliko hata wale ambao wanasema kampe kula, ndio. Kwa sababu wao kwao wameuawa kwa sababu wanatetea watu wasiteseke, watu wasiumie. Je, wewe tukueleweje? Bwana asipoulinda mji akeshaya afanya kazi bure. Bwana asipoujenga mji yeye ajenga afanya kazi bure. Wewe kuna majira yatakuja, kuna wakati utakuja. Hutakuwa hapo ulipo hapo. Hutazingirwa kama ulivyozingirwa sasa, hutakuwa na hali unao sasa. Yaani usitaje tu kama malipo ni baada ya kufa. Malipo ni hapa. Malipo ni hapa tu, kwamba kuna majira yatabadilika, hutakuwa hapo ulipo. Ndipo unajua kwamba kumbe ilikuwa na haja au kulikuwa na haja ya kupigania watu wanaolia, watu wanaoteseka. Kwa sababu ucha Mungu kabisa, yani ucha Mungu tu kabisa, utakiwa kuwa askari kuliko askari wa dunia hii au ulimwengu huu. Yaani wewe utakiwa kuwa mwanajeshi, unayetakiwa kuwalinda watu, kuwatetea watu kuliko hata wanajeshi wa dunia hii. Lakini angalia kwa sasa ulokoi ni kama ndio tumetoka na akili, kama tujui chochote. Yaani si tuko rohoni, yani nimezama. Wewe uone watu wanaoteseka, unajua watu wanaotekwa, unajua watu wanaohuzumiwa bila sababu, au waoni. Sijajua ulokoi ndio kwamba tumeingiziwa roho ya namna gani. Mimi najiuliza sana kwa sababu upendo tu kabisa. Ndilo usilopenda kutendewa, basi usimtendee na mwingine. Lakini hata hivyo, kama unaona kuna mtu ambaye anamtendea jambo baya mtu mwingine, tafuta kumzuia huyo mtu. Ila sio kumsifia tu kwamba twende mbele, hapana. Tusifike huko wananchi, tusifike huko watu wa Mungu, kwa sababu ucha Mungu tu kabisa. Yaani sisi ndio tutakiwa kuwa walinzi wa watu kuliko hata wanajeshi. Kwa sababu ucha Mungu tu kabisa au mwanajeshi kabisa. Yaani yeye ana roho ya kutafuta kusaidia watu wasiumie, watu wasiteseke. Lakini sasa ucha Mungu basi sisi ni mbele kwa mbele, yani kwamba ulokole waliotuletea wazungu kwamba Mungu atafanya kwenye ulimwengu wa roho. Usijue ulimwengu wa roho ni huu, kwa sababu kuna siku utaguswa kwenye vitu vya kawaida hivi. Ndipo utajua kwamba kumbe kulikuwa na haja. Ulimwengu wa roho ni huu wa kawaida huu. Ni wa kawaida huu.